Mtazamaji wa Aminifu TV, usipitwe. Kuna maziko yaliyofanyika katika kanisa la Hija ya marehemu Mwadhama Kardinali Pengo ambayo ilifanyika 28/26. Lakini Aminifu TV imeona usipitwe japo uweze kusikia salamu mbalimbali za rambirambi zilizotolewa na maaskofu, zimetolewa na viongozi wa serikali akiwemo makamu wa rais na mzee Sinda Warioba, lakini pia ndugu wa marehemu, na jumbe nyingi unaona zimejikita katika yale aliyoyaishi Mwadhama, likiwemo kuhakikisha kuwa mtu wa haki, kuhakikisha kutunza amani, lakini maadili, kama ambavyo wamesema pia makamu wa rais kwamba alikuwa mwadilifu sana na zaidi sana pia Mhashamu Baba Askofu Mkuu Thaddaeus Ruwa'ichi amesema kile kipindi kilipotokea cha sokomoko mwaka 2025 Oktoba 29 alimwendea na Mwadhama alisikitika sana, lakini walikubaliana ni kuliombea sana taifa la Tanzania. Basi nisiwe msemaji, hakikisha kwamba tazama mpaka mwisho uweze walao kusikia jumbe mbalimbali zilizotolewa na walioalikwa kutoa salamu za rambirambi. Pamoja na kuwa miongoni mwa wahudumu wa idara mbalimbali za Vatikani, mchango wake kwa Kanisa Katoliki Tanzania umeonekana katika kukuza haki za kijamii, akiwa mtetezi thabiti wa amani, umoja na uwajibikaji wa kimaadili, akilifanya kanisa kama dira, hasa wakati wa changamoto za kijamii. Uongozi wa kanisa na ubalozi wa Baba Mtakatifu hapa Tanzania unatoa salamu za pole kwa ndugu wa familia ya hayati Mwadhama Kardinali Pengo kwa amani. Imeandikwa kwa sababu tulifanya kazi na Postration Office ya kufuatilia utakatifu kutoka pale Vatican ya Causes of the Saints. Wakati kardinali alitumwa na Baba Mtakatifu kuja kusoma ujumbe wake wa kumfanya mwenye heri Irene Stephanie Nyana. Kwa hivyo nashikilia ofisi yetu ya Postration, ni mimi niliwasilisha hiyo barua kwake na akanipokea kwa unyenyekevu. Niliona mtu amependa kanisa, kwa niaba ya ofisi ya Postration tunamwombea na tunaleta rambirambi zetu. Wapendwa wanafamilia ya Mwadhama Polikapu Kardinali Pengo na wengine wote, tumsifu Yesu Kristo. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Kwa nafasi kutoa shukrani, kumshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha ya Mwadhama Polikapu Pengo. Yeye kwa zawadi tu kwa vipaji vya nje, lakini hata kiroho. Kwa zaidi ya nusu karne kama padri amehudumia kanisa, lakini karibu nusu karne tena kama askofu amehudumia kanisa katika utume wake. Tunasherehekea maisha yake na tunamshukuru Mungu kwa maisha yake, kwa kushiriki vizuri somo wake Mtakatifu Polikapu, askofu na mwalimu, askofu na shahidi ambaye alifariki katika karne ya pili. Yeye alikuwa mwanafunzi wa Yohani Mtume, ile Yohani ambaye Yesu alimpenda sana. Tunamwomba kwa maisha yake na kazi yake hii, Mungu ampende na ampatie pia tuzo la milele. Baba huyu alibaki mpaka mwisho na aliishi ile moto yake, Ecce ego Domine,
mimi hapa Bwana, mpaka siku za changamoto za afya yake, uzee wake, bado aliendelea kuhudumia kanisa bila kuchoka. Kama tunavyosoma Mathayo sura ya 24 mstari wa 13, ni alisimama mpaka mwisho. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa maisha yake. Wakati mwingine tunajiuliza, wanawezaje watu kufanikiwa? Kubaki na Mungu toka mwanzo, kubaki na Mungu katika utume, kubaki na Mungu kwa maisha yao yote, kwa kila kitu walicho nacho, na kujinasua na dunia hii. Nafikiri pia tutaendelee kutumia vipindi vyetu tulivyo navyo. Kama tunavyofahamu, hii ni kipindi cha Kwaresma, ni kipindi cha toba. Kwa wenzetu wa upande wa pili pia ni mwezi mtukufu, ni kipindi ambacho tunatakiwa kumrudia Mungu, kipindi cha toba. Tuwasikiliza manabii Isaya, Yoeli, hata Yona. Toba wanaalikwa kila mtu, wanaalikwa watoto wadogo, wachanga, wanyonyao, vijakazi, wafalme, maaskofu, mapadi, watawa. Kwa hiyo ndugu zangu, ni tukubali toba ili daima tuwe karibu na Mungu wetu. Kwa mwisho, sisi ni watu wa matumaini. Mungu ampe uzima wa milele, lakini pia aendelee kunyanyua wachungaji imara na watu ambao wanaishi ushuhuda wa imani kama baba huyu. Tumsifu Yesu Kristo. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Tumsifu Yesu Kristo. It is indeed with profound faith that I stand here on behalf of the bishops of AMECIA, representing the 9 countries comprising our regional grouping, to express our deep solidarity with the Tanzania Episcopal Conference, the Archdiocese of Dar es Salaam, and indeed the entire nation of Tanzania, as you celebrate the life of one of the most eminent Catholic leaders in AMECIA and in Africa as a whole. The bishops of our AMECIA shall remember him especially for promoting the spirit of self-reliance, for his steadfast defense of authentic African cultural values. Among us, he stood as a towering figure of Christian integrity and courage, a truly prophetic voice of the Church in Africa. His pastoral zeal and his distinctive leadership were deeply admired. He was held in high esteem by his fellow bishops throughout the region. We shall truly miss his presence among us and his wise counsel, particularly the wisdom he generously shared whenever we sought his counsel. Today, I commend him to the merciful God as AMECIA stands in prayerful solidarity with the people of God in the Archdiocese of Dar es Salaam, with all the faithful of Tanzania, and with his family in this moment of grief, mingled with gratitude to God for the gift of his life. May his soul rest in eternal peace. Good afternoon. All protocols observed. I'm very pleased to be here today to witness the friendship of Italy to Tanzania for this very sad moment for the country. So we pray for the soul of Cardinal Pengo, and he has spent also some time in Italy and has been working a lot with Italy. So it was very important for us to witness
the friendship and the partnership that we share with Tanzania in this very sad moment. So thank you very much for welcoming me. Maaskofu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, maaskofu wote na waombolezaji wote tulio hapa. Ni vigumu katika wakati kama huu kuweza kuzungumza kitu ambacho hakina matatizo labda ya kutamka. Msiba huu ni msiba mzito sana. Kardinali Pengo alikuwa tu sio kiongozi wa kanisa Katoliki, alikuwa ni kiongozi wetu sisi wote. Yeye sio Mkatoliki, lakini nilimheshimu Kardinali Pengo kama kiongozi wangu wa kiroho. Kama ambavyo imeelezwa, yeye alikuwa ni mtu anazingatia sana maadili, anazingatia maadili, uaminifu na uzalendo. Na kitu ambacho nakumbuka katika haya aliyosema alivyokuwa akituongoza ni neno lake aliyotoa wakati tunamuaga rais wetu wa kwanza Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na katika kipindi ambacho kimepita, miaka michache ambayo imepita, tumekuwa na matatizo ya kuporomoka kwa maadili katika nchi yetu, lakini Kardinali Pengo wakati wote alikuwa anatukumbusha umuhimu wa maadili. Ametutoka, Mwenyezi Mungu ameona ni wakati wake amchukue, lakini urithi aliyotuachia ni mkubwa, hasa katika kipindi hiki. Urithi aliyotuachia, tuwe na maadili, tuwe na usawa, tuwe na umoja, tuwe na uzalendo katika kipindi hiki. Ni muhimu sana, nadhani tuzingatie hayo aliyotuachia. Bismillahirrahmanirrahim. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nanyi. Ndugu tuliohudhuria katika kumsindikiza mpendwa wetu Mwadhama Kardinali Pengo, kwa niaba ya Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Sheikh Abubakar bin Zuberi bin Ali, jana amenipa agizo la kuweza kuhudhuria katika mazishi haya kwa niaba yake, na amenipa maneno ya kuja kusema kwa namna yeye anavyomfahamu Mwadhama, kwa namna alivyojitoa na kujitolea kwa maslahi mapana ya taifa hili. Lakini imefikia mahala Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania anawataka Watanzania pale wanapomsindikiza Mwadhama Kardinali Pengo na kwenda kumuweka katika nyumba yake ya milele, wasione kwamba wanakwenda kumuweka yeye, bali wanakwenda kuziweka hekima zake, busara zake, utu wake na uzalendo wake kwa taifa letu.
Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania ameniambia na kunituma niseme ya kwamba kila mtu mazishi yake huwa anayaandaa kutokana na utaratibu na mfumo wa maisha atakaoweza kuishi nao katika dunia, kwa namna atakavyoweza kujitoa na kujitolea kwa maslahi mapana ya watu. Na Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania wakati ananipa maagizo haya amenukuu kipande cha hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, nami naomba kunukuu kwa Kiarabu kisha nitafasiri kwa Kiswahili. Mtume anasema, khairun nasi anfauhum linnas, mbora wa watu ni yule anayeleta maslahi mapana kwa watu. Lakini mwisho, Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania ameniagiza ni nukuu andiko katika Biblia, Luka 2:52, inasema kama ifuatavyo: naye alipokuwa akikua katika hekima alimpendeza Mungu na wanadamu. Na ndivyo ilivyokuwa kwa mpendwa wetu. Mwenyezi Mungu sisi tulimpenda, lakini Mungu kampenda zaidi, na kila mmoja katika sisi achukue mfano na maisha aliyoyaishi kwa maslahi mapana ya taifa letu, huku tukiamini hapa duniani hatuna muda mrefu tutarejea kwa Mungu. Hakika ya sisi sote ni wa Mungu na kwake tutarejea. Asanteni sana. Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mhashamu Baba Askofu Wolfgang Pisa, Rais wa Baraza la Maaskofu Tanzania, Mhashamu Baba Askofu Yuda Tadeus Ruwaichi, Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, Mwadhama Protas Kardinali Rugambwa, Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Tabora, pamoja na makardinali wageni waliopo leo, wahashamu baba maaskofu na maaskofu wakuu na maaskofu wageni waliopo leo, Mhashamu Askofu Angelo Akatino, balozi wa Baba Mtakatifu, waheshimiwa sana mapadre, watawa na mashemasi, viongozi wa madhehebu mbalimbali ya dini mlioko hapa, viongozi wetu wastaafu, nipende kutambua uwepo wa Waziri Mkuu na Makamu wa Rais mstaafu Joseph Sinde Warioba, Mheshimiwa Dr. Philip Mpango, Makamu wa Rais mstaafu, Peter Kayanza Pinda, Waziri Mkuu mstaafu, Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu mstaafu, na Mheshimiwa Spika mstaafu Anna Semambe Makinda. Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa Baba Askofu Ruwaichi, niaba ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali nzima, napenda nianze kwa kutoa pole kwa Kanisa Katoliki Tanzania na ulimwenguni kote, Wakristo wa Katoliki, ndugu, jamaa na Watanzania wote kufuatia kifo cha Baba Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo kilichotokea tarehe 19 Februari 2026. Serikali imepokea kwa huzuni sana kifo hiki, kwani tumepoteza kiongozi mahiri na mwadilifu. Alijitoa kwa moyo wake wote kuwatumikia si wa Katoliki pekee, bali Watanzania wote wenye imani tofauti tofauti kila mahali alipopata kufanya utume wake. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya maisha ya Mwadhama Kardinali Pengo hapa duniani. Tunathamini uzalendo na mchango wake mkubwa katika maendeleo ya nchi yetu kiroho na kimwili. Aidha, tunapomwaga leo, naomba kila mmoja ajikumbushe wajibu wake kwa nchi yetu na kuyaishi kwa vitendo mambo yote mazuri tunayojifunza kutokana na maisha yake. Mheshimiwa Mwadhama Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, tangu msiba huu ulipotokea, watu mbalimbali wameeleza kwa ufasaha sifa nyingi za hayati Mwadhama Kardinali Pengo na alama kubwa na nyingi alizoziacha. Katika maombelezo haya, naomba mniruhusu nami niseme mambo matatu kati ya mengi tunayojifunza kutoka katika maisha ya Mwadhama Kardinali Pengo kama ifuatavyo. La kwanza, Kardinali Pengo alikuwa mtu mwadilifu sana, ambaye siku zote alisisitiza watu kuishi maisha ya kiadilifu kwa kufuata na kushika amri za Mungu, pamoja na kuheshimu sheria mbalimbali za nchi, kwa kuwa alikuwa mbobezi katika maadili,
ambayo ni teolojia ya maadili na morals of theology. Alifundisha na kuishi maadili katika siku zote za maisha yake. Pili, katika maisha yake ya kichungaji, Kardinali Pengo alionyesha bidii ya kitume na nidhamu ya kichungaji, kina cha maisha ya kiroho, utu, wema na uaminifu usiotetereka kwa Injili na imani thabiti kwa Mungu wake. Alihubiri na kufundisha siku zote kuishi kwa kumtegemea Mungu. Tunaona hata alipopata changamoto za kiafya hakutetereka, bali alizidi kusimama imara akimwamini na kumtegemea Mungu. Tatu, alipenda sana maendeleo ya watu na ustawi wa jamii. Alikuwa kiongozi aliyejitoa bila kujibakiza katika kuinua hali ya maisha na kuwaletea maendeleo wa Tanzania. Alifanya jitihada kubwa katika upatikanaji wa huduma mbalimbali za jamii, hususan elimu, afya, maji na huduma kwa wenye mahitaji maalum, hasa watoto yatima, wenye changamoto za kimaumbile na wajane. Mahala pote alikofanya kazi zake za kichungaji kama askofu, kama Nachingwea, Tunduru, Masasi na Dar es Salaam, kanisa limefanya kazi kubwa ya kutoa huduma za jamii kwa kujenga shule, zahanati, hospitali na upatikanaji wa huduma za maji. Mheshimiwa Baba Askofu Ruwa'ichi, waombolezaji, mabibi na mabwana, ni kutokana na kazi hizo na nyingine nyingi, hayati Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo ataendelea kukumbukwa na kuwekwa kwenye vitabu vya historia ya Tanzania, Afrika na ulimwengu mzima. Hayati Kardinali Pengo ameingia kwenye orodha ya mashujaa na viongozi wetu mashuhuri ambao mchango wao katika nchi yetu kamwe hautasahaulika. Sisi kama Watanzania tutaendelea kuenzi na kuthamini mchango wake katika maendeleo ya nchi kwa kuwa waadilifu na watiifu wa sheria. Rais akasema, makamu, mbona unazunguka sana? Sema shida ni nini? Nikaambia shida ambulance. Rais Samia akasema, nimeridhia, fanyeni mchakato, ifanyike haraka sana. Kwa pamoja na heshima kubwa ambayo Mheshimiwa Rais ametoa kwa Kardinali Pengo kwa kutambua mchango wake kwa nchi yetu, lakini vile vile inatoa hamasa kwa Watanzania wengine ambao si viongozi wa kisiasa kuonyesha mapenzi kwa nchi yao, kuitumikia nchi yao kwa uadilifu. Kuna raha yake watu kama kina Mzee Warioba, kina Majaliwa wakisimama hapa, vigelegele hivi vinafanya walioko kazini wajue na sisi siku moja tunataka vigelegele. Lakini pia kujua kwamba nchi hii kila mtu ana nafasi na wajibu wa kuitumikia. Katika utumishi wa nchi yetu tusitegeane. Kila mtu atumikie nchi yake kwa nguvu zake zote. Nimekuwa nikiyasema haya mara nyingi. Kwa hiyo nitumie jukwaa hii kuwaombeni sana waumini na Watanzania wote kutambua kwamba tuna wajibu wa kipekee. Tunamheshimu sana Kardinali Pengo kwa kazi kubwa aliyofanya, na hasa kwenye kuanzisha majukwaa ya imani mbalimbali katika nchi yetu. Leo tuna vyama vya imani. Leo tuna vyama ambavyo vinahusisha dini mbalimbali, wa Kristo, Waislamu, Buddha, kuongelea amani katika mikoa yote, katika wilaya zote nchini. Lakini walioshiriki kuasisi jambo hili ni pamoja na Kardinali Pengo. Na alisema bila aibu kwamba Wakatoliki hawawezi peke yao kufanya nchi ikawa salama. Sikilizeni hotuba aliyoongelea kuhusu Mwalimu Nyerere. Amesema maneno mazito sana, maneno ambayo yataishi miaka 100 kutoka leo. Kwa hiyo tunapomwenzi Kardinali Pengo, tunapoenzi utumishi wake, kila mtu moyoni mwake ajisikie ana wajibu na nchi yetu. Kila mtu moyoni mwake ajisikie kwamba kutumikia nchi yetu kwa uaminifu na uadilifu ni wajibu wa msingi kwa nchi yetu. Mababa Askofu, niombe kuwahakikishia sisi kwa nafasi yetu tutaendelea kujitahidi. Kazi ya kutumikia nchi sio rahisi sana, ni ngumu, ina vishawishi, ina vitisho, lakini ndio maana maaskofu, mapadri, mashehe wapo ili watumishi wengine katika maeneo mengine mizigo inapoelemea, maaskofu, mashehe, mapadri
wote waweke mikononi mwa Mungu. Kwa hiyo tunaomba msituache katika maombi yenu, msituache katika maombi yenu. Tutaanguka mara nyingi, tuombeeni tuamke. Baada ya kuyasema hayo, nadhani nimezingatia malezi ya Padre Joseph Mlola. Sasa narudi kwenye hotuba ya rais. Mheshimiwa Baba Askofu, hakika hayati Mwazama Kardinali Pengo amevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo ameumaliza na imani ameilinda. Matendo 4 mstari wa 7. Hivyo ni waombe wa Katoliki na Watanzania wote tukubali kwamba kiongozi wetu na baba yetu Mwazama Kardinali Pengo amerudi kwa muumba wake, na hivyo ndiyo njia ya kila mwanadamu. Tuiombee roho yake ili ipate pumziko la amani mbinguni. Raha ya milele umpe Bwana. Asanteni. Waheshimiwa viongozi wa serikali mliopo, waheshimiwa mapadre, watawa wa kike na wa kiume, ndugu walei wenzangu, tumsifu Yesu Kristo. Kwa niaba ya waamini wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, nimesimama kutoa salamu za pole kufuatia kifo cha Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo. Sisi kama waamini tumeondokewa na kiongozi mahiri, kiongozi ambaye alikuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba Injili inasonga mbele. Tunamshukuru kwa maisha yake, tunashukuru kwa kazi alizofanya, na tunaahidi kuendelea kumwombea ili pale ambapo alienda kinyume kama binadamu, alienda kinyume na mapenzi ya Mungu, Mwenyezi Mungu amsamehe na amjalie kuona uso wake mbinguni. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Anayesema ina thamani machoni pa Bwana mauti ya mwacha Mungu wake. Kwa niaba ya shirika la dada wadogo ambao walikuwa mlezi na kwa niaba ya watawa wote, nasimama na kuungana na askofu mkuu wa jimbo pamoja na wote wanaoomboleza kumshukuru Mungu kwa maisha na zawadi ya Mwadhama Polycarp Pengo. Baba Pengo aliwapenda watawa, na ndio maana tangu alipoingia alikaribisha watawa bila ubaguzi, na mara zote alipokaribishwa katika umoja wetu alipenda kujiona kama sehemu yetu. Alishiriki akitupongeza pale tulipofanya vizuri na kukemea yale yasiyofaa. Maisha yake yalikuwa mfano kwetu. Tunakumbuka mara nyingi tulijichallenge sisi wenyewe tulipomwangalia na kusema, je, mtawa ni yeye au ni sisi? Na hasa kutokana na nidhamu yake ya sala pamoja na maisha ya nidhamu katika muda, lakini pia katika kushika ufukara. Maisha yake yalikuwa kitabu kizuri kinachofurahisha kusoma, na uzuri huu ulitokana hasa na muungano wake na Mungu. Baba hakuogopa kifo. Aliishi kama msafiri aliyechukua mizigo michache njiani. Neno la Mungu, breviari na rozari vilimtosha. Alijiandaa kwa ajili ya siku ya mwisho. Ndio sababu kifo chake kina thamani kama asemavyo mzaburi. Maisha yake ya sala tunaona kama ni siri ya hizo fadhila alizokuwa nazo. Baba alipenda kusali, alisali, akasali. Aliweza kuungana na Yesu msulubiwa, akaweza kuvumilia mateso yote aliyopitia. Wakati tukishangaa huduma za magonjwa na madaktari walizomfanyia, yeye akibaki na tabasamu. Baba alikuwa mnyenyekevu, alikuwa mpole, alikuwa mtulivu, alikuwa mwadilifu, na hata alipambania uchumi sio tu wa shirika letu, lakini hata wa jimbo na mashirika mengine. Tungetoa nafasi kwa mashirika kadhaa kusema nafasi ya baba, ningeshangaa namna ambavyo kila shirika lilihisi kummiliki baba. Basi sisi kama watawa tunasema kifo chake ni cha thamani, na wenyeji wake wako mbinguni, na kifo chake ni faida. Tutamwenzi kwa kutunza utawa kama yeye alivyosema katika maneno yake ya mwisho. Alikuwa anasisitiza, tunzeni utawa wenu.
Baba amevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo ameumaliza, imani ameilinda. Upumzike kwa amani baba. Yesu Kristo. Mwashamu sana Baba Askofu Mkuu Yuda Tadei Ruwa'ichi, Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Sisi mapadre tunasikitika pamoja nawe, tunasikitika pamoja na urika wa maaskofu kufuatia kifo cha Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo. Tunaendelea kumwombea ili Mwenyezi ampokee katika makao yake huko mbinguni. Wingi wa mapadre kutoka hapa Dar es Salaam na kutoka sehemu nyingine nje ya Dar es Salaam unaonesha ni kwa namna gani kila padre alivyoguswa na maisha ya Baba Pengo, na hivi kwamba kwa wale waliokuwa na nafasi za karibu wakatukimbilia na kulia pamoja nasi. Tunaendelea kumwombea baba yetu Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, lakini pia tunaendelea kukupa pole kwa msiba huu mzito. Mwanga wa milele mpe Bwana, astarehe kwa amani. Tuwapongeze mapadri. Wapendwa makardinali, nimesikia makardinali wapo hapa, wapendwa maaskofu wakuu, wapendwa maaskofu wote, watawa wote, mapadre wote, watawa wote wa kike na wa kiume, na ndugu waumini wote. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi naitwa Helena Kamsini, lakini Helena Joseph Pengo kwa kubatizwa, kwa kuzaliwa. Naomba kabla sijaongea, wale wanaojiita ndugu wa Mwadhama, familia ya Mwadhama, naomba wasimame. Ndio kwa damu ndugu wa Mwadhama, na wengine ni wakwe, lakini wote ni ndugu wa Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo. Naomba mkae. Kwa kweli ni shukrani, ni shukrani. Kila ninapoongea nitasema shukrani. Baba Mwadhama Polycarp Pengo ni kaka yangu, mimi namfuata mara ya pili. Kuna mtu katikati alafu mimi. Yeye amepadrishwa mwaka 71. Wakati huo nilikuwa mkubwa ya kutosha, lakini sikuwa na busara sana, nilikuwa bado. Kwa hivyo huyu mtu tunayemwongelea Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, sasa marehemu, kama aliingia upadrisho mwaka 71, wakati ule nilikuwa na miaka michache sana. Yeye aliingia upadrisho aliingia upadri na miaka 27 kama sio 28. Sasa hapa yamesemwa mambo mengi sana mazuri juu yake. Madhaifu mara nyingi tunaweka kama siri, lakini yaliyosemwa hapa yamesemwa kwa dhati. Nina uhakika watu wa Mungu hawawezi kusimama na wakasema kumpaka mtu mafuta kwa mgongo wa chupa. Waliosema ni dhati, yametoka mioyoni mwao, na hivyo maana yake toka Mwadhama na miaka 28 yumo mikononi mwa kanisa, viongozi wa kanisa. Wazazi wake Mzee Joseph Pengo na Rosalia Nzungu walimlea, ni kweli walimlea, lakini hata wakati ule alikuwa mikononi mwa shule
mna seminari, na huko seminari tunawakuta mapadri ndio walimu. Kwa hiyo hata wakati huo alikuwa mikononi mwa kanisa. Mchango wa wazazi ni wazi, wamemzaa mtoto, wamemlea kimaadili akiwa mdogo, lakini wakampeleka kule ambako yeye mwenyewe anasema mimi nataka kwenda. Na historia ya Mwadhama kama mnakumbuka, aliota ndoto ya kuwa askofu na shahidi akingali mdogo sana. Wazazi wakambeza hapo, wakasema wewe utakuwaje askofu na shahidi, hata upadri huna? Akasema padri mle kanisani hakusema mambo ya upadri, alisema askofu na shahidi, na mimi Polycarp Pengo nitakuwa askofu na shahidi. Yakapuuzwa hayo kama maneno ya mtoto mdogo, hajui hata kusoma na kuandika, lakini amesikia kanisani. Inawezekana hapo ndipo Mungu aliweka kitu ndani yake, sijui. Mimi nasema tu kwa ninavyojisikia moyoni. Kwa hivyo Polycarp amelelewa na kanisa toka umri mdogo. Hivyo basi mimi nikisimama hapa, badala ya ndugu wote, maneno yangu yatakuwa ni kulishukuru kanisa. Na lishukuru kanisa, kanisa ndilo limemtengeneza Polycarp Pengo. Inawezekana tabia yake ilikuwa imerithiwa kwa wazazi, ndiyo, lakini waliomlea ni kanisa. Wazazi walichofanya ni kumwachilia. Napo pia ni jambo kubwa, wazazi kumwachilia mtoto, kusema nenda unakosema na wewe ni mali ya hao unaowasema. Hivyo basi nipende kushukuru sana, kumshukuru kila mmoja wapo aliye sehemu ya kanisa. Waumini wa Nachingwea, waumini wa Tunduru Masasi, mapadri wa huko, na askofu aliyemkabidhi mikoba. Na hivyo basi mafanikio ya Mwadhama Polycarp Pengo ni tunda la kazi ya wengi, watu wengi. Anaweza kuwa alikuwa mwadilifu, mpole, anapokea, anatii, lakini wale waliomlea walifanya kazi kubwa, na hao ndio mimi nasema asanteni sana 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 kumlea Mwadhama kutoka ujana wake wa miaka 27 na kabla kidogo mpaka kifo chake. Asanteni sana sana sana. Napenda pia nichukue nafasi hii kulishukuru jimbo la Dar es Salaam, maana hapa ndipo ameishi sana. Na alisema mwenyewe niliogopa sana nilipoambiwa na kwenda kuwa askofu jimbo la Dar es Salaam. Aliogopa sana. Watu wa mjini, yeye anatoka shambani, mchunga ng'ombe, atawaambia nini? Lakini kitu cha kushangaza, ushirikiano aliopata kwa waumini wa Dar es Salaam ni mkubwa sana, na mmesikia kabisa kwenye vipande vya video akisema mwenyewe woga wake ulikwisha kwa sababu watu wa Dar es Salaam walimpokea vizuri sana. Kwa hiyo kwa waamini wa Dar es Salaam pia tunatoa shukrani nyingi sana sana kama familia. Mtu mgonjwa anakwenda India, halafu mambo haendi vizuri, anahitaji kurudi. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunaishukuru sana sana kwa mchango wake ilivyosaidiana na kanisa kumrudisha kaka yangu nyumbani. Akafia Dar es Salaam. Angefia India ingekuwa ni tatizo, sio tatizo tu kiuchumi, lakini hata uchungu moyoni. Ningeishi kwa kujua kaka yangu alifia nchi za mbali, lakini serikali imesaidia kushirikiana na kanisa na kumrudisha hapa Dar es Salaam, na akafia Muhimbili. Maana yake amefia katika mikono ya wataalamu matabibu. Na huyu kijana wangu, yeye ni mtoto wa mdogo wangu Crescent Pengo. Yeye alikuwa airport kumpokea baba yake, alipewa ruhusa hiyo na kanisa aende mpaka
uwanja wa ndege amuone baba yake, amehangaika naye pamoja na wataalamu wengine, na mke wake ni dokta naye pia wa Jakaya Kikwete. Kwa hivyo Mwadhama alikuwa katika mikono mizuri, na nina uhakika amefariki kwa amani kubwa. Hivyo basi naishukuru sana serikali ya Tanzania, viongozi mliowapa wa serikali, mpokee hilo kwa niaba ya ndugu wote wa Mwadhama. Sasa hii ni mwisho ya mwisho. Tulikuwa na huzuni, lakini kutokana na maneno mengi mazuri yaliyosemwa kuhusu huyu ndugu yangu, nimefarijika mpaka natamani hata kupiga vigelegele kwa maisha yake. Machozi yanakuwa sasa machozi ya furaha badala ya machozi ya huzuni, kwa sababu amekwenda kwa Muumba wake akiwa na wasindikizaji, walezi, wale wenye imani kuu. Na hivyo nina uhakika na Mwenyezi Mungu atamhurumia mapungufu yake, ampokee katika ufalme wake wa milele. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Asante Baba Askofu Mkuu, nimeinuliwa kwa mshtuko, kwa hiyo nashindwa kujipanga. Naomba tu niseme neno moja la shukrani kwa Baba Mwadhama. Mimi nilitumwa na wakubwa wangu wa shirika la Holy Ghost kuja Bagamoyo nikiwa na umri wa miaka 4 kwenye upadre, na nilipofika nilikuta parokia ya Bagamoyo ni kama imefungwa, haipo. Waseminari waliokuwa likizo ndio walikuwa wanaitunza. Sikuwa na parokia jirani ya kuomba msaada, sikujua mipaka ya parokia iko wapi, mali ya parokia ni ipi, sikuwa na mtu wa kunikaribisha. Parokia ya jirani ilikuwa Tegeta kwa Father Dominic. Kwa hiyo nilikuwa natoka Bagamoyo kuja kwa Father Dominic kwa ushauri, lakini hatimaye nikaweza kuunganishwa na Mwadhama wakati wake wa askofu mkuu ambaye ndio anawasili Dar es Salaam. Kutokana na hali ya imani iliyokuwa imeyumba sana Bagamoyo, ilikuwa rahisi kwangu kila wakati kukimbia kwa Mwadhama kwenda kuomba msaada kwa ushauri na kutatua migogoro mingi iliyokuwepo wakati ule. Na hatimaye kilichofuata kwa kifupi ni Bagamoyo iliweza kuinuka na ikainuka haraka, na matokeo yake leo Bagamoyo imekuwa pia ni jimbo la Bagamoyo. Kwa hiyo mimi binafsi nina uhusiano wa karibu sana na Mwadhama, na kwa namna yote ile amenisaidia mpaka nikafika hapa nilipofika. Sikujiandaa kusema kitu, naomba nisamehewe kama nimekosea. Asante. Na huyu amefanya mambo makubwa, zile mnasikia Mariani Secondary School na nini, ni kupitia kwa Baba Mwadhama. Alifanya yote na haja yasema. Kwa kweli wamefanya mambo makubwa. Tunamshukuru Baba Mwadhama, atakuwa mwombezi mahali ambapo dini ilianzia, na shule ya kwanza Tanzania bara ilianza Bagamoyo, lakini baadaye ndio tunavyojua mambo kwenda ikawa imefungwa, inaelekea kufutika. Huyu ndiye akaja kufufua na kurudisha jimbo lilipokuwa limefungwa miaka ya nyuma. Naomba baada ya hapa nimkaribishe Baba Askofu Mkuu Ruwaichi aweze kutupa neno la shukrani. Baada ya hapo tutasikiliza utaratibu wa ibada inayoendelea.
Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa viongozi wengine mliopo, Mheshimiwa mapadri wote, watawa, waamini na watu wote wenye mapenzi mema. Nitasema kwa kifupi sana. Neno langu la kwanza ni pole. Pole kwanza kwa mama 50 na wana familia ya Pengo kwa msiba wa kufiwa na mpendwa wao. Neno langu la pili nalo ni pole. Pole kwa mapadri wote wa Dar es Salaam. Pole kwa Baraza la Maaskofu. Pole kwa MESEA na SECAM. Pole kwa kanisa lote Katoliki. Neno linalofuata ni shukrani. Shukrani kwenu nyote kwa jinsi mlivyojitokeza kwa wingi kumwombea, kumshukuru Mungu kwa ajili yake na kumwenzi mkimwaga. Naomba mumdumishe katika mioyo yenu, mumdumishe katika sala zenu. Yamesemwa mengi mazuri, nami naomba niongezee mawili. La kwanza ni moyo wa kujituma na kujitoa wa mwadhamu. Hata katika uzee na ugonjwa alikuwa msaada mkubwa kwangu. Kwa miaka 8 niliyokaa naye amenisaidia shughuli za kichungaji popote alikoweza kufika, na hata mara moja hakulalamika akisema naumwa niache. Alionyesha utayari na moyo wa kichungaji. Namwomba Mungu amjalie pumziko la milele. Ili nitakalowaambia sasa sio jepesi. Mwaka jana mwezi wa 10 zilipotokea sokomoko hapa nchini, niliongea na kardinali, akaonyesha masikitiko makubwa kwa yale yaliyojiri, na tukakubaliana tuliombee taifa letu. Sasa kwa kuwa ametangulia, naamini atakuwa mwombezi wetu wa Tanzania wote. Nirudie kwa msisitizo, atakuwa mwombezi sio tu wa Wakatoliki bali wa Watanzania wote bila ubaguzi wa dini, chama, kabila au chochote kile
kinachoweza kututenganisha. Nihitimishe kwa kusema tena asanteni kwa jinsi mlivyojitokeza kwa wingi, mmempa heshima, na Mungu awabariki. Asante sana Baba Charles Kitima kunirudisha tena hewani. Sasa watu wakishachoka, sisi tunaongea mwishoni, tunaonekana tunaongea sana, lakini kwa heshima anayostahili hayati Mwadhama Paul Kardinali Pengo, tunapaswa kuendelea kuwa na nguvu ya haya yanayoendelea, kwa sababu ni lazima yafanyike. Sasa tumpeleke ndugu yetu makaburini. Twatumaini kwa siku moja tutakutana naye katika uzima mpya. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules Filii, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Venia ego, advocata nostra, in nos suos misericordes oculos, ad nos converte. Et Jesum, benedictus fructum ventris tui, nobis post exilium oste. O clemens, o
awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kwa amani. Basi